kuongea na Walamu tukubalieni tulete hii mradi. Hii mradi madhumuni yake ilikuwa ni tofauti kabisa, kubadilisha hali ya maisha katika eneo hii yote. Lakini yale mnaona sasa ni kama tone ya maji kwa bahari. Ukubwa yake bado yuko. Wakati huu wameanza na bandari. Wamejenga ile basi 3 peke yake. Hiyo ni kionjo. Hii port ya Lamu ikijengwa yote inatakana iwe na 32 berths. Even the biggest port in the east coast of Africa. Nalewa sawasawa. Alafu tujenge international airport hapa Lamu. Sawa. Alafu tulete special economic zone hapa Lamu. Alafu tulete tourist resource center hapa Lamu, ili vijana wapate ajira, wamama wapate ajira. Alafu tulijenge vile vile mtambo kubwa ya samaki hapa Lamu, ili wale wa Nigeria, watu wa DRC, wa South Africa, badala ya kwenda Dubai watakuwa nakuja hapa Lamu. Tunajenga reli kutoka Lamu mpaka Isiolo. Kufika Isiolo inapanda, ingine naenda mpaka Addis Ababa, Ethiopia. Ingine natoka hapa naenda pale Juba, Sudan Kusini. Alafu naendelea mpaka kupitia Afrika, Central Africa mpaka Cameroon. Bandari inaitwa Kribi kule Cameroon. Ili tujenge daraja ya reli ambayo inaunganisha bahari ya Atlantiki na bahari ya Hindi ya pande yetu hapa. Na kila Mkenya ikiwa kama yeye ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, aweze kupata matibabu. Kila Mkenya atakuwa na bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa, serikali itawalipia. Ili tuwe na universal health insurance scheme kwa Wakenya wote. Ni aibu mkubwa wakati huu, unakuta mtu ni mgonjwa, hawezi kwenda kwa matibabu, maana yake hana pesa. Saa nyingine mgonjwa ameshika kwa hospitali, ati bado hajalipa gharama ya matibabu. Saa nyingine maiti imeshikwa kwa hospitali, ati mpaka pesa ilipe ndio maiti ititolewe. Aibu kubwa. Aibu kubwa, mpaka sisi tumalize aibu kama haya, ili Wakenya watu watembee sawa sawa. Tunasema tunataka vijana wetu wapewe fursa ya elimu mengine. Wengine wawe specialist kama ya ICT, wengine wawe mechanics, wengine wawe plumbers, technicians na kadhalika. Na wapate kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Na kusukuma wheelbarrow nyinyi mnakataa. Wangapi wanakataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Wangapi wanakataa wheelbarrow? Tunataka vijana wetu wapate kazi wa maana hapa. Hapa Lamu tunataka kuleta chuo kikuu cha Lamu, the University of Lamu. Mnataka namna hiyo? Nataka namna hiyo, ili vijana wetu wote waweze kupata kazi. Sawa? Sawa sawa. Na mimi nimesema nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Nataka kuwa wanajeshi wa baba. Wangapi wanataka kuwa wanajeshi wa baba? Kuwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Ili nikisema forward march, ni forward march. About turn, fire, 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 vijana fire, vijana fire, vijana fire. Hatutaki kuona kama Mkenya yote analala njaa.
Ndio sababu nimesema tutaleta ile kinaitwa Social Protection Fund ambayo itasaidia Wakenya ambao hawana mapato. Na nilisema kuanzia mwaka ujao kila jamii ambaye hakuna mtu ambaye ana mapato watakuwa wakipata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione mkono. Wanasema ati baba anasema uongo, ati hiyo ni porojo. Baba ameshakuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Mimi najua yale mimi nasema. Mimi najua pale ambayo wao wanapenya naye na kuiba pesa zetu. Hizo mianya mimi nitaziba zote, nitapata pesa ya kutosha ya kumudu mpango hii. Wameiba pesa zenu, sahili walikuwa wanaingia ndani, nimembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja, amefura kama kupe, ambaye amesafionza damu ya ng'ombe. Sikiza wakitembea namna hii, ati omi anakuja, amebeba pesa na magunia. Ati vikundi wa kina mama, ameweka huko. Kundi ya vijana, ameweka huko. Anangia kwa kanisa, ameweka huko. Anakwenda kwa shule, ameleta basi ya shule. Hiyo pesa yote ni mali ya umma ambaye ameiba. Juzi mimi nilisema kwa sababu ya hali ya ufukara na umaskini ambayo iko katika taifa letu, saa ingine ukame imekuja, mfugo zinakufa. Saa zingine mvua hakuna yanyesha, mimea inapotea. Sasa unakuta saa ingine watu wengine wanalala njaa. Hatutaki kuona kama Mkenya yote analala njaa. Ndio sababu nimesema tutaleta ile kinaitwa Social Protection Fund ambayo itasaidia Wakenya ambao hawana mapato. Na nilisema kuanzia mwaka ujao kila jamii ambaye hakuna mtu ambaye ana mapato watakuwa wakipata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione mkono. Wanasema ati baba anasema uongo, ati hiyo ni porojo. Baba ameshakuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Mimi najua yale mimi nasema. Mimi najua pale ambayo wao wanapenya naye na kuiba pesa zetu. Hizo mianya mimi nitaziba zote, nitapata pesa ya kutosha ya kumudu mpango hii. Wameiba pesa zenu, sahili walikuwa wanaingia ndani, nimembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja, amefura kama kupe, ambaye amesafionza damu ya ng'ombe.